Bwega na karibu sana kairi mureitheri wa Meru TV tukuinambere kwa tuicho kagira kengo tuinambere kwa tukiara nagiria na watabura tukwigete wirane na ati tukainambere kwa tuikuretagera ndagitari rukirirwe mundi kengo tukainambere kwa tukiaragiria muno mirimo ara yithiritwe kiumanagia na miturire kana mirimo ya kimiturire nasi mirimo ara yithiritwe gichumburaga sana na definitely tukuya na mugeni wetu ndagitari akainambere kwa gitukethagia karibu sana daktari. Asante sana. Hapa ni Meru TV, hatujazoea hii Kiswahili hivyo tukiongea Kiswahili Kimeru usishtuke usikimbie. Lakini karibu sana. Asante sana. Tunashukuru. Karibu. Asante sana kwa kujipeana na kuja ndipo tuweze kuongea mawili matatu au machache kuhusiana na magonjwa ambayo yanakumba watu wetu. Kwanza kabisa salimia mtazamaji wetu, mwambie jina lako na labda wewe ni nani. Asante sana. Kwa majina naitwa Wilfred Kiprop Keitani. Natoka Meru Family Medical Center yenye iko karibu na Kachanga, kwa hiyo njia ya Mate Road ukielekea Charia. Mimi ni daktari wa mwili na leo tunazungumza kuhusu lifestyle diseases, maugonjwa za mwili zinazosababishwa na tabia na mienendo za watu. Okay. Shukrani sana daktari. Nancy okwewa ndeto yenu. Itankoroka. Murume. Itankoroka gotekinya ko murankoroka. Okay. Amuya tolanto de. Okay. Kwebuko ran daktari mreto mbiri? Komwera ke karibu na mureitheri wa Meru TV agwatane na atu no githera wina kiuria umba kuthurukio wenda kuria daktari namba chetu cia thimu iria ukionne giako kuthurukiaraniria na atu rukirirwa na arua na Kiswahili uflow nayo. Leo itabidi. Okay, bwega. Oka kwithiro kenda kuri daktari kiuria namba chetu watunansia kwira chiwagu ethina mbere ukaranirie nati kengo tukaina mbere kwigwa tukiaranagiria na kengo daktari akaina mbere kwigwa gutethagiriria kuthiria thina ino yaku. Wacha tuzungumze mawili matatu daktari. Labda tukianza lifestyle diseases. Yes. Ni magonjwa gani? Lifestyle diseases ni magonjwa ambayo partly inasababishwa na tabia na partly inasababishwa na vitu zingine. Kama kwa binadamu kuna tabia, mienendo na mambo ya wanaofanya na kitamaduni. Alafu kwa lifestyle diseases there is controlled na uncontrolled. Kuna yenye inazosuiliwa na kuna ambazo haziwezi suiliwa. So unamaanisha kwamba daktari wakati mtu anapofanya jambo fulani kuna uwezekano akawa na gonjwa fulani ndio ndio na hili jambo anapolifanya kwa muda mrefu linasababisha gonjwa fulani. Ndio kabisa. Ala. Nase turiamwe. Igukera mureitheri ndetu iri kwaru. Ninga tauraga. Igukera mureitheri ndetu iri kwaru. Aya, thank you daktari. Magonjwa haya ni gani? Magonjwa kwanza kwa controlled factors. Kuna ile yenye unazuia na kuna yenye ambazo zuii. Okay. Kama kwa yenye huwezi zuia. Yenye huwezi zuia ni kama miaka, elderly age, kuna race, kuna heredity ile ya kumiliki. Kuna heredity, kuna gender. Kama kiume ama kike. Yeah. Alafu ambazo zinaweza suiliwa ni kama diet, chakula na mwili. Na kama kilo ya mwili, uzito, weight, the weight. Na kuna kukunywa pombe na sigara, uvutaji wa sigara. Alafu mazoezi, physical activity. Hizo inaweza suiliwa. Okay. Wakati unapokuwa labda ulikuwa unavuta sigara
kuna uwezekano kuna magonjwa kuna magonjwa yatakumba hapo mbele. Na halafu vile vile unapoacha uvutaji wa sigara, utumiaji hizi madawa za kulevya, vile vile kuna upungufu wa kushikwa na haya magonjwa kabisa. Nice one. Sijui labda magonjwa ambayo yanaweza tupata wakati tunavuta hizi madawa za kulevya nini hizo vitu zote tumesema hapo. Labda unaweza tuelezea labda ni magonjwa yapi? Ndipo mtazamaji anayotuangalia kaweza kujua ninapotumia hiki ni kuna uwezekano nipatwe na gonjwa hili. Ninapotumia hiki kuna uwezekano nipatwe na gonjwa hili. Ninapofika umri wa miaka mingapi, una uwezekano kuna magonjwa yataniwinda. Labda pia unaweza tueleza kwa undani zaidi. Magonjwa gani haya? Magonjwa haya ni kama cardiovascular diseases. Cardiovascular diseases ni kama magonjwa ya blood pressure na magonjwa ya roho. Kuna diabetes, ugonjwa wa sukari. Kuna stroke. Stroke ni ile upungufu wa kuna chembe za damu inapopasuka ama kuwe na shida kwa mshipa ya akili. Inaleta stroke. Kuna cancer. Najua wengi wetu wanajua cancer, na ni ugonjwa ambayo huua sana kwa hii mainchi zetu. Kuna depression, stress. Pia stress inatokana na hizi lifestyle diseases. Naam, ni vizuri. Labda magonjwa kama mtu labda ni vitu gani mtu anasikia ndipo ajue labda kuna magonjwa kama haya? Utaanza kusikia vipi? Ni signs gani? Symptoms ni zipi? Symptoms inategemea na ugonjwa tofauti haswa. Tukienda hapo kwa magonjwa, umetuambia kuna zile za kuzuia daktari, na kuna zile uwezi zuia. For example, kuna zile zinakuja na uzee. Za uzee kwanza unaweza tuambia ni gani moja ya uzee? Okay. Kwa uzee, kwa kiume, kuna kansa ya prostate. Kuna pia pressure, hypertension. Kuna diabetes. Wanasemanga ni risk factor ukielekea uzeeni, at least about 65 years and above. Lakini hizi vitu unaweza zuia mbeleni ndio isiweze kukukumba. Halafu na zenye za hereditary. Za kuinherit. Zile za kuinherit bado ni hizo pressure, sukari, cancer. Kwa familia, kama kuna mtu kwa familia, kuna ile uwezekano ya pia wewe kukumba, lakini sasa si lazima uweze kukupata, lakini kuna ile uwezekano inaitwa heredity. Sasa hiyo huwezi zuia. Sasa juu umetuambia kuna diabetes, kuna pressure, kuna cancer, kuna stroke, kuna depression. Kuna hizo zote. Sasa siku ya leo tunaweza angalia diabetes na pressure. Ndio? Kabisa. So kwanza tueleze pressure inakuja vipi ndani ya mwili, si ndio? Ama labda daktari, kwanza kabisa tueleze pressure ni nini? Wakati tunasema pressure, fulani yako na pressure, gonjwa la pressure, tunamaanisha nini? Aswa mtu ndipo ajue, nilisikia fulani kuna pressure, hiyo ni gonjwa gani? So, what is pressure? Pressure ni nini haswa? Pressure ni consistent elevated of blood pressure of more than 140 systolic. Ile ya juu wanasemanga ya juu inaitwa systolic. More than 140 in figures, and more than 95 in diastolic, ile ya chini. Alafu kwa for the values, for the normal values and pressure, it is categorized. Kuna normal, kuna pre-hypertension ama high normal, kuna hypertension type 1 and kuna hypertension type 2. Kwa normal kuna systolic na diastolic. Systolic ni ile ya juu, diastolic ni ile ya chini.
Kwa systolic normal, it is from 90 to 120. That is normal. Yeah. For pre-hypertension, it is from 120 to 139. For hypertension type 1, it is from 140 to 159. For type 2 is from 160 and above. Yeah. Hiyo ni systolic. For diastolic, ile ya chini, normal is from 60 to 89. Kuna pre-hypertension, hiyo ni from 90 to 95. So Type 1 is from 95 to 100. Pre-hypertension is from 95 to 100. Type 1 is from 100 to 110. 110 is type 2 and above. Okay. Na shukrani daktari. Wacha tuangazie hili gonjwa kwa kidani daktari. Pressure husababishwa na nini haswa? Pressure husababishwa na mambo mingi sana. Pressure husababishwa na kuna lifestyle ya binadamu. Kama lack of exercise. Okay. Kukosa mazoezi. Kuna increased salt intake, kukula chumvi nyingi. Kwa hivyo wale wanaotumia chumvi kwa wingi pia ni hatari. Pia ni hatari sana. Wala wanyama choma. Labda nikikukatizia kidogo. Ni kiwango gani mtu anapaswa atumie cha chumvi? Kwa chumvi unapaswa kuweka chakula wakati unapika. Wakati unapika, unaweka chakula at least ile ina taste. Ile ina taste, na usiongeze chumvi kwa chakula ambacho ishakuwa tayari imepikwa. Na kama haijashika vizuri vile inavyofaa, sasa labda weka tu kidogo, lakini haipaswi. Na wale wanaotumia nyama wakitumia chumvi bado, hiyo bado haipaswi. Inaleta risk factor ya pressure. Okay. Labda ni kwa muda gani mtu akitumia chumvi inaweza mdhuru? Unajua kuna wakati, kuna watu kuna different immunity in different people. Okay. Kila mtu akona immunity tofauti sana. Na kuna wenye wanaweza patwa na ugonjwa wa pressure wakati wakiwa na 35 years. Kuna wenye wanapatwa na akiwa na 45 ama 50. So it depends na hizi lifestyle diseases, lifestyle yenye anafanya. Na hapo kwa chumvi daktari, kuna mahali nilisikia kwamba vitu ama the spices we usually had kwa chakula pia ni hatari. Pia ni hatari. Vitu kama roycos, hatari zake ni gani? Royco pia unajua ni bado iko kwa in refined food. Na kuna hatujasema zingine yenye inaongeza kama saturated fats. Okay. Kama hiyo refined food pia inachangia kwa hizi ugonjwa ya pressure. Haya, sawa. Tulikuwa tunaendelea kuangazia the vitu ambavyo vinafanya ama vinasababisha hili gonjwa kukunya. Hili gonjwa. Pia kuna pombe, ukunywaji wa pombe. Na inaleta haja pombe inaleta ugonjwa wa pressure kwa sababu inazuia chembe zingine za mwili kufanya kazi. Na ukunywaji wa pombe pia inaleta kitu inaitwa obesity. Inaleta ukubwa ama unene. Sasa kwa mnene. Sasa ukiwa na obesity inaleta pia ugonjwa wa pressure kwa sababu ya mafuta inafinya chembe ama blood vessels ya roho, na inafanya roho iweze kupump damu kwa kazi kwa haraka. Lakini kuna watu daktari wametumia pombe kwa karibu
maisha yao yote, like wameanza kutoka utotoni wanatumia pombe, wakiwa wazee bado wanatumia pombe na bado wangali hai, hawana shida yoyote. Hiyo nalo kwa nini hawapatwi na pressure? Pressure ni hatujasema pombe kabisa inaleta direct hapo. Okay. It is a risk factor. Okay. Unaweza pata pressure kutokana na pombe. Okay. Na pia ukiongeza na hizi tabia zingine ni hatari sana, unaweza pata ugonjwa wa pressure. Okay. Sawa, labda kuna zingine zinasababisha? Pressure pia usababisha na stress, depression. Stress inaweza kufanya ukule sana pia. Na pia inaweza kufanya ukiwa na mawazo, inafanya roho haiwezi kufanya kazi vizuri. Inaweza fanya damu ipump sana ama na inaweza leta hiyo pressure. Kwa hivyo pia stress inasababisha mtu kuwa na hili gonjwa la pressure. Nancy, wakwegwa? Ndi kwegwa, muraithirio wa Mwiri TV ngitikagia nete tena mbere kwethoro akigwa manto jaraja umanagia kana jaraja umba kureta murimo jujuju wa gwitia kwa atharike. Hiyo pressure gwitia kwa ndamu, kupanda kwa ndamu. Direct translation. Na muthuri kibira wa gwata kigwitia kwa ndamu waigwa bimwe birabireta murimo jujuju ibieko. Ndegweri kwina stress. Stress no etemeka watu muri moyo. Kulina gutumira chumbe mbingi ithe na muno especially baba betu bakimenyegeria kuria chumbe itari nduge. Nyama choma kuria chumbe yagu pia ni hatari. Na bakonga ongera tuirioni. Nati iboya kagita ko kuruga kulingana na daktari o karuga idio weke chumbe nganiro bantu akongera nonto nukwewatithia kinyamara yako watu muri moyo othe simu kuru lewe kinyabu okuru ubukodema watu ka wina nuko watu muri moyo yawa kinya kurubwanjire wetetia kinya yona hatari yani tukumekanaga tuga twagara tu ya gukora kuiria raugira atirugirira lakini kwina babendete utumira roiko muno like hizo vitu roiko na spices tutu kinyatu wetu ikatitwega na barabendete kunda mishuba muno au mono babendete kunda mishuba etababa kodeka babendete kunda mishuba ya tutogera ndekirire kuna dina yako watu wa imuri moyo. Daktari, sasa ushatuambia zile risk factors za blood pressure. Wakati niko na blood pressure, labda uenda sijui ni blood pressure niko nayo. Ni signs ama symptoms gani hizo nitasikia ndo nijue inaweza kuwa hii kitu ndio inakuja. Sasa kwa symptoms kuna blood vision au ni vizuri. Blood vision, macho. Macho inakaa reddish. Inakaa kama unaona mawingu ama miruru mingi. Menao. Wale dogo ukoona minai. Okay. Kuna headache. Okay. Kuna murimo kwa mutwe. Murimo kwa mutwe. Sasa kuna fatigue. Ukiongea hapa kwa headache, kuna unasikianga ni headache part gani kwa sababu kuna kuumwa na huku, kuna kuumwa na huku, kuna hapa, kuna wani nasikianga anasikia anachomeka hapo. So ni part gani ya kichwa hasa? Ni frontal. Hapa sana hapa. Na kichwa inauma sana. Severe headache. Inauma sana. Alafu kuna palpitation. Palpitation ni roho kupiga kwa nguvu. Inapiga kwa nguvu. Inapiga kwa nguvu. Alafu kuna shortness of breath. Unakosa kupumua vizuri. Unasikia umelala ama ukiwa umelala ama ukiwa hata unatembea sometimes unapata kama upumui vizuri, unasikia kama kuna mazoezi. Alafu kuna
nausea. Nausea ni ile kuhisi kutapika. Na sometimes pia unapata vomiting, hiyo ni kutapika. Kwa pressure. Pressure bado ina cause kutapika? Yes. Na pia kuumwa na epigastric pain. Hapa juu ya tumbo utapata uchungu. Epigastric. Okay, aja murimu. Nagotai karimu. Aya. Those are some of the risk, some of the signs and symptoms. Yes. Kuna magonjwa ambayo tunaambiwa likigunduliwa, hili gonjwa likigunduliwa likiwa changa linatibiwa. Sijui uchanga wa pressure unakuwa mtu anaanza kusikia haja ama bado ataanza kusikia hivyo tu ndo atajua hili gonjwa ni changa. Sasa kwa pressure ikishagunduliwa haina tiba kabisa. Pressure haina tiba, lakini inaweza zuiliwa. Na kwa katika ile values nilisema kwa normal na pre-hypertension na hypertension. Kwa pre-hypertension haupaswi kumeza dawa. Unapaswa pre ni wakati like kama systolic of 120 to 139 na diastolic of 90 to 95. Hiyo ni pre-hypertension. Sasa kwa hayo unapaswa modificate the lifestyle. Kama ulikuwa kula chumvi nyingi, unapunguza. Kama ulikuwa unafuta sigara, unaacha. Kama ulikuwa unakunywa pombe, unapunguza. Halafu kwa type 1 ya pressure unapewa dawa moja ama unapewa dawa 2. Hiyo unaweza tumia. Kwa pressure type 2 unaweza tumia moja ama aina tofauti kulingana na yenye itaweza kushusha pressure. Na pressure huwa inazuiliwa na lifestyle modification. Na ukishapata pressure kuna uwezekano ya utumie dawa na pia upunguze lifestyle ndio iweze kushusha pressure, lakini pressure haina tiba kabisa. Like pressure ikikushika na ikuwe sasa umegunduliwa uko nayo, haiwezi kabisa kutibiwa. Haiwezi kutibiwa, labda humodificate na lifestyle na utumie dawa. Na dawa ukinapotumia, kuna watu wenye wanasema dawa ukitumia unajaza dawa kwa mwili yako. Lakini kwa dawa ukimeza dawa leo, kuna kitu inaitwa half life. Half life ni wakati dawa inaweza kuwa excreted kwa mwili. Na hiyo dawa ukimeza leo, kesho hiyo dawa haiko tena kwa mwili. Ishakuwa excreted kwa kidney ama liver, ishatoka. Ndio maana unahitaji kukula dawa kila siku ndio iweze kushusha hiyo pressure ndio kuwe sawa. Wakati unasema hii ya kwanza systolic na diastolic. Ni stages. Hapa ni normal values. Ni normal values. Kwa hivyo haina stages. Haina stages. Ni normal values. Kuna normal pre-hypertension, hypertension type 1 na hypertension type 2. Okay. Yes, hiyo ni diagnosis ya hypertension. Kutokana na ile blood pressure machine. Yes. Shukrani daktari. Sasa mtu amegundua kwamba ako na hili gonjwa. Sasa labda kuna first aid, like kuna jinsi ya kujitibu mwenyewe, kuna vile unavyo wewe mwenyewe kitambo uende hospitali. Kuna labda vile ungefanya at least kuona haikusumbui sana. Kwa pressure, unajua ukishaambiwa pressure iko juu, hapo ni wakati yenye unapoenda hospitali uangaliwe kama pressure iko juu. Kama pressure iko juu, daktari anaweza kupea tembe moja yenye inaweza kushusha hiyo na ya hiyo siku, na kwa akikumonitor aone kama hiyo pressure itakuwa juu consistently. Unajua kwa definition ya pressure ni consistent, si ile siku moja unakuja unapimwa pressure iko juu unaambiwa uko na pressure. La, hiyo si pressure. Inaweza tokana na stress, inaweza tokana na maybe kuna maovu imefanyika ama nini imefanyika, inaweza fanya pressure ipande. So hiyo huwezi kusema ni pressure. Kwanza unapewa maybe tembe moja yenye inaweza shusha hiyo pressure
ndio tuone kama itashusha. Alafu uko ukimonitoriwa kila siku angalau wiki 2 ndio waone kama pressure itakuwa persistently high. Ndio sasa unaambiwa wewe uko na pressure na unahitaji kutumia dawa na pia umodify the lifestyle. Yes. So are those the preventive measures? Yes. Okay. Sawa. Tunapozungumzia nasi mbere ntio ya ndagitari. Ntiko menya kana uko wata. Niko wata. Wewe ndagitari wata. Ukantaigwa gitari biora ningi ekamenyekana kana natawe. Ekamenyekana. Ai muraibiri kwa labda ora atakwigwa kimoni. Wekango takaga ukimuria wekango takaga ukimuria. Okay. Sawa kidogo itokogitera bora twambe tuendelee kidogo mbere tutiarekire tutariri muraithire kidogo bwana daktari wa na mbere daktari nkamwe kimura kiore kingi daktari au muraithiria ati kagito karawa inambere ko kimenyekaga ati we na murimo uyu wa pressure ukainambere ko no thi cibitari ukethirwo we na stress ciaku ugatuika maybe ukuonekana tawe na pressure ukathi uthukite kiongo ndina pressure etiko batara uthie munde uthimerwa alafu wanjire kuwa we na pressure niko batara uthie munde na kairi kengoka ukachoberwa uonekana kana umani pressure kana nwena mantu mamya kwena mtu rathi ya cibitari kewa onde na pressure niende no gwindi akambira kwendi ithaka akambira kwendi ndubia ke nonto na pressure na tebuyaga kogu kagitakara maybe waiwathimwa na watuika wena murimo uyu no kubatara kuthikairi na kairi kengo uendelea kuonwa. Daktari, kabla tujatoka kidogo kwa hospitali yako haya magonjwa unajatibu je? Yes, tunayatibu. Kwa hospitali yetu ni level 3B na tuko na services. We have outpatient and inpatient. Tuko na ya kukuja na kurudi nyumbani na pia kuna ya kulazwa. Na pia hospitali yetu tuko na theater. Okay. Na tuko na special clinics kama ya surgical clinics, consultant clinics, na tuko na pharmacy yenye fully equipped, tuko na lab yenye iko equipped, na consultation tuko na madaktari na tunafanya usiku na mchana na ni kila siku. Shukran. Tukirudi utatuelezea mtu anaweza wapata aje na labda pia utatueleza mko wapi aswa mtu akiwa Meru kufika kwa hospitali yenu atapitia wapi, kwa sababu najua kuna wengi wale tutazama pale na labda hawajui watatibiwa wapi, wako na hizo signs and they don't know where to start, where to end. Maybe utatueleza ndipo tuhakikishe kwamba mtazamaji wetu amepata usaidizi. Nasi kuige shairi nkwalia Kimeru akiwaga gato tukio maruka kidogo murithire wa Meru TV tugite nambere kwa tukio watunagira na ndagitari urago tutarire mwantu makone na mirimo ya kimiture na natema nansi boyo tukinambere kwa tuichenje mirire yetu mikarire yetu kengo tunyithia mirimo eno gatu maruke tuchokera. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya engo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini engo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithani owatanite nani Faminas Wakimathi ake aga kwa Meru TV.
Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiri ana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV turejania ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega. Chogoria Milimani Academy turi aja ni ontu bwaku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ire ijekene na gukurukia ana na nkuruki guthibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya to anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire bodas turi natuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatira mwana waku tuanya toto turiongire obisines yetu ntukose kiume kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaiga tucharo kiri mwanka thakenda cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 aki kumangeti ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya ntato nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kire chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Bwega sana kairi tukuchokera emni ntige gishairi barabara tigana gaito habia kiroma nyere barabara barabara habia kibaraka kairi mureidiri wa Meru TV katunambere kwa tukiendelea kwa rinenda gitari kengo tuinambere kwa tukimenyaga mantu mara tukubatara kwa tukimenyaga na of course nkuona kwina antunasi tayari bambe tutulie biuri byao kana bere tubagitu mabere byao tukinambere kwa tukibithagiria tuwatente na daktari Wilfred tukinambere kwa tukeragia no mantu maigenie na mirimo yake mitorere. Karibu sana tena daktari. Tuendelee na zungumzo letu. Tulikuwa tumeachia mambo ya hospitali yako kidogo tu lakini tutamalizia nayo. Wacha tuingie kwa zungumzo letu la hapo awali. Ili gonjwa la pressure ndilo tulikuwa tunalizungumzia. Kuna olwirete minasi mbiro kuwa tori Kuretie orejo tritagwa orejo rigitagwa na wekingia ugera daktari so atatueleza vile mgonjwa anatritiwa hii ugonjwa ya blood pressure na ulikuwa unataka kutueleza nini complications. Yeah. Sasa kwa pressure kuna dawa
na kuna ambazo yenye si lazima utumie dawa. Kwa dawa, kuna dawa haina tofauti za pressure. Kuna thiazides, ni timu tofauti, unaweza combine madawa. Na pia kuna non-pharmaceuticals. Non-pharmaceuticals ni kama salt restriction. Una restrict mambo ya chumvi. Kuna weight reduction, unapunguza uzito wa mwili. Kuna kuacha kufuta sigara. Kuna diet modification kama kupunguza saturated fats. Kuna kupunguza chunky food. Kwa sababu unaona kama saa hii unaweza pata mtu anaweza uza mayai na aweze kununua chipo. Na chips iko na a lot of fats kwa sababu hizo fats na it's a chunky food. Chunky foods makes you to add weight. Na pia kuna mafuta ile inaweza kudevelop kwa mwili. Yenye ukiwa na mafuta nyingi kwa roho inaweza fanya roho ikue nzito na uwezi kupam vizuri. Iwezi kuabsorb shock kutoka nje. Na damu itapump haraka kwa sababu imefunikwa na mafuta nyingi. Alafu pia kupunguza cholesterol. Cholesterol inakuanga na kipimo yake. Kuna kipimo ya cholesterol levels. Ukijua na cholesterol yako kuna ile inaitwa high na kuna low LDL na kuna HDL. Ukiangalia values ya hiyo, ukipata kama iko juu, unajaribu kupunguza cholesterol ndio at least mafuta yenye iko kwa roho ikuwa inapungua. Alafu kwa complication. Kwa complication kuna kwa hypertension inadhuru the major organs. The major organs ni roho, ngoro, kuna figo na kuna the brain. Kwa akili italeta kitu inaitwa stroke. Stroke tulikuwa tumeeleza mbeleni. Na pressure ikiwa juu sana, stroke ni shida ya vessels, damage of the vessels of the brain. So pressure ikiwa kwa kazi sana inaweza fuja miziba ya akili na ilete stroke. Na hiyo ni hatari sana. Kuna roho italeta heart failure kwa sababu roho umempa kazi ya kupam pressure kwa nguvu mpaka inachoka. Kuna kidney inaleta kidney failure. Kuna hili gonjwa daktari, sijui shida imekuwa nini, kwa sababu Wakenya wengi sana tumewapoteza kupitia gonjwa linaloitwa cardiac arrest. Yes. Cardiac arrest pia nayo inasababishwa ndio heart failure. Okay. Yes. So ni term nyingine ya heart failure. Yes, ni cardiac failure, cardiac arrest ama hiyo heart failure. Kuna heart failure na heart attack. Kuna heart attack, kuna heart failure. Heart failure ni roho kupoteza kazi. Alafu heart attack ni ile haraka sana. Inapoteza kazi haraka sana. Excuse. Ndio heart failure. Daktari. Shukrani. Kidogo kama uende kwa daktari. Okay, sawa. Tuseme mtu ametumizi madawa na labda ameanza kujihisi kana kwamba ameanza kupata afueni. Labda nilikuwa nahisi hivi, nilikuwa na humwa na hapa, but for now nimetumia madawa tu na I'm strong, I'm fine. Labda niseme sitatumia yale madawa tena. Ni lipi linaloweza nitokea? Kwa sababu tumeona nanasi uyateganire nani rimwe uthia chibitari wina rukorora kana wina kibara ukathii ukanenkero ndawa wanenkero ndawa wenywa wewe kibara gikuthira ukathukia ndawa ukagera runguro gitanda na of course ukena watuika we sasa. Je, kwa
hii pressure. Unapotumia dawa kwa muda mrefu na ujihisi kana kwamba umepata afueni na uko sawa, uachane na utumizi wa hizi madawa. Lipi linalotokea? Ama ni what are the expectations? Unaweza fanyika nini? Kwa utumiaji wa dawa, ukitumia dawa sana, inafanya pia pressure ipungue. Utajihisi kama umepona. Lakini pressure haina tiba. Unapaswa utumie dawa kila siku ndio uweze pressure ikuwe chini ndio isikudhuru. For your life? Yes. And pressure, yes, unaweza tumia dawa ya pressure ikuwe chini na uweze kuishi maisha yenye umepangiwa. You can live with pressure until the day you have been planned by God. Yes. Na pressure hainanga shida so long as you are using the medication and diet. Na uwezi kufa ukitumia dawa ya pressure kama una modify. Na the worst thing ni kuacha dawa. Kuna compliance ya dawa. Non-compliance of drugs. Ukiacha dawa, pressure inapanda na inasidi kiwango yenye ulikuwa nayo. Na ikisidi, kuna uwezekanayo yenye dawa iwezi fanya kazi ile yenye ulikuwa unatumia. Sasa inabidi upewa dawa zaidi yenye ulikuwa unatumia. Na pia itakuwa costly. Kwa dawa yenye ulikuwa unanunua na yenye ulikuwa umezoea. Na pia kuna hizi complication tumeyataja. Kuna uwezekano upate shida ya stroke. Na ukipata shida ya stroke ina paralyze either one side or both sided. Na muscles inapoteza nguvu. Na unakosa coordination ya macho, pia speech ya kuongea unakosa. Na pia heart failure na kidney failure. So ni vizuri kutumia dawa. Utumia dawa kabisa. Shukran. Nancy, daktari, wakati tuseme mwanamke ni mjamzito na kuwe na pressure. Ni complication gani zinaweza mpata wakati labda kwa mjamzito? Kwa mjamzito kuna ugonjwa mbili. Kuna ile inaitwa pre-eclampsia na kuna ile inaitwa eclampsia. Pre-eclampsia si severe sana. Unajaribu kumodify na kuteremsha na dawa. Kuna dawa specifically ya ukiwa mjamzito yenye iko safe. Na kuna dawa yenye si safe. So unapewa dawa zenye siko safe at least ipunguze. Na pia kuna uwezekanavyo uweze kulazwa pia hospitalini uweze umanajiwe. Na in case isipotibiwa italeta hiyo shida ya eclampsia. Na eclampsia inakuanga emergency. Ukiwa hata ukiwa mjamzito kama haijafikisha, madaktari wataweza kupa dawa yenye inaweza kumachua mtoto na aweze kukuzalisha kwa sababu ni mbaya na ni hatari sana. Ndio hiyo, kwa sababu nimesikia watu wengi wamepoteza maisha zao wakipewa watoto. In case pressure iende juu wakati uko karibu kupewa mtoto. Ni vizuri kukimbia hospitali kwa haraka iwezekanavyo. Ndio madaktari waweze kupunguza pressure, kwa sababu pressure ikiwa juu sana ukiwa mjamzito ni hatari sana kwa mtoto na pia kwa mama. Shukran daktari na iwe kinyago Nancy. Shukran sana Nancy, daktari Nancy. Tunapomalizia ili swala la pressure daktari, labda kuna mtazamaji pale nje akona hili gonjwa na ungependa kumpea advice gani? Ungependa kumshauri shauri gani? Huyu mtu akona pressure, imekuwa ikimsumbua, ameona kama ako karibu kukata tamaa. Labda ushauri wako daktari. Kwa ushauri wangu, kwanza pressure haiui. Unapotumia dawa iwezi kuua. Utumie dawa vizuri na uregulate the diet. Kama unapokula chumvi mingi upunguze. Unapokunywa pombe punguze. Sigara achana kabisa. Na pia ukue unafanya mazoezi. Na pia ukue ukienda regular check up. Kwa sababu ukipewa unaweza pewa dawa ya miezi 2.
unaenda kukaa nyumbani ukitumia hizo dawa. Sometimes dawa inaweza kataa kufanya na pressure iko juu. Uko ukifanya regular check up na upate ushauri wa daktari. Shukrani daktari. Na hukwego muraithiria utikaina mbere kwa kuya nkoro kumania na murimo uyu kaya kwithwa no kuwete na nase mbere rutiarikiria mantu makoe na murimo uyu gaturaithe ba kaibo mababara bethiritwe bagitwaragiria garukirirwa emunthi. Uyu ariuga pass my greetings to daktari akawa ni Rogers from Eldama, Ravine, Baringo County. Ariuga na turaithite. Okay, umesalimiwa sana daktari. Uyu ni Rogers ariuga agukethia sana. Tumefaidika sana daktari. Thank you very much. Kuja tena na tena ndo tufunze mengi. Atiuga no kumana kubwega sana. Thank you. Tukenera kagita karagu muraithiria okuthina mbere kwigwa wina gintu urawata kumania na murimo uyu wa pressure. Kuna daktari aliuliza kama pressure, ukiwa na pressure ni magonjwa gani mengine labda yanaweza kukupata wakati uko na pressure? Magonjwa yanaweza kupata kwa ukiwa na pressure, unaweza pata ugonjwa wa sukari. Okay. They are intertwined. Yes. Lakini sukari ni ya metabolic. Unajua wakati pressure inadhuru hiyo roho na hizo kidney. Kuna usababishaji ya insulin kuto absorbiwa vizuri na damu. Sasa unapata ugonjwa ya sukari. Okay. Na hii ugonjwa wa sukari ndio tunaita diabetes? Yes, hii tutaenda sasa. Okay, sawa. Kabla tujaenda hapo, cheni bado niangalie the other side. Hello Meru TV, niko ndani bwe sana, niko tuned as usual. Tunaendelea kunufaika. Salimia daktari sana, tunaendelea kuwafuata bwega. Thank you no tubabara bethiri tubakina mbere kwigwa bagi tugwataga na labda ukakwigwa kenda kurudhira check up na mantumange tamara daktari akaina mbere kwa gitu wereshaga abura paruthaga ndero taino na ukaina mbere kwigwa ugitethekaga. Nasi na daktari tuaririe gatuthungire kana gatumurike murimo uyu kwirwa ni intertwin, murimo wa chukari, the diabetes. Yes. Hili gonjwa nalo linasababishwa na nini, na haswa tunaposema diabetes tunamaanisha nini daktari? Diabetes ni disorder in which cells are unable to obtain glucose from the blood such that high blood glucose in result. Inamaanisha ni ugonjwa ambayo inafanya cells za mwili kutopata glucose kutoka damu. Unajua damu inabeba glucose. Na cells ndio inapaswa kupata glucose kutoka damu, kutoka kwa damu. So isipotoka kwa cells isipo obtain glucose kutoka kwa damu, it will result high glucose kwa damu, inaleta sasa high blood sugar. Na kwa diabetes kuna type 1 na type 2. Kwa type 1 ni body inability to produce insulin. Yaani mwili haina uwezo ya kutoa insulin. So hiyo ni type 1 na hiyo ni unapata kwa heredity na sana sana kwa watoto. Na type 2 ni body inability to respond to insulin. Iko lakini haiwezi kurespond. Na hiyo sana sana ni watu wakubwa na due to hizi lifestyle factors, na pia kuna heredity pia hapo. Shukrani daktari. Kwa hivyo unapopatwa na hili gonjwa la sukari utajuaje? Kwa hili gonjwa la sukari kuna signs and symptoms. Na signs and symptoms, kwanza kuna inaitwa 3 P's. Kuna polyphagia, polyuria and polydipsia. Kwa polyphagia ni ile excessive
eating, unakula sana. Kuna polydipsia. Polydipsia ni excessive thirst, unahitaji kukunywa maji sana. Na kuna unasikia kiu sana. Na kuna polyuria, unakojoa haraka. Alafu sasa kuna hizi zingine, blood vision, hiyo kutoana vizuri. Kuna mwili kukosa nguvu. Kuna ile nausea and vomiting, kuhisi kutapika na kutapika. Wow. Wakati umeshikwa na, kabla tuende kwa kushikwa, umetueleza ya kwamba kuna diabetes part 1 na diabetes part 2. Part 1 ukatuambia ina mostly na kuanga kwa watoto. Na hereditary, ile ya like ya kifamilia. Ya kifamilia. Okay. Nayo part 2 ukatuambia kwamba ni ya lifestyle. Ya kukula vitu zenye tunakula. So umesema kuna ile yenye already sukari iko kwa mwili, lakini cells ziko unable kuitumia. Na tatomba kueleza muraithiria na Kimiru. Already chukari mwili. Uina chukari mwili. Lakini cells cia mwili jwaku itikuomba kumitumira. Na pati yengi kwinayo utinayo mwili jwa kurema go produce chukari. Daktari, sasa wakati mtu amekuja amepata hizo signs and symptoms. So utajuaje ni hereditary ama ni lifestyle? Kwa unauliza, kuna ile inaitwa history taking. Unaweza uliza kama kwa familia kuna mtu ambaye hakuna shida ya diabetes, ashakuwa na shida ya sukari. Ama kwa familia ama kwa jamii, wakati unapochukua history ya mgonjwa. Na kwa watoto sana inaitwa type 1. Hiyo ni ya insulin iwezi produciwa kabisa. Ndio maana inaitwa insulin dependent diabetes. Sasa hiyo unapaswa kudungwa sindano yenye iko na insulin ndio iweze mwili kufanya kazi. Wakati sasa nimekuja tuseme niko na 1 diabetes 1 ama 2, matibabu ni the same? Matibabu si same, kwa sababu mtu mwenye mdogo, mtu wako na hiyo ya insulin dependent, hiyo ni insulin unapewa sindano inaitwa mixed ya insulin. Lakini ule wa type 2 unaweza modify pia na diet na pia ukunywe tembe za sukari. Tembe za sukari ni tofauti. Shukrani daktari. Kidogo kabla tujamaliza, kwa sababu pia naambiwa muda wetu unatupa kisogo, labda the risk factors za hili gonjwa nazo ni gani? The risk factors ni uvutaji wa sigara, pombe, kukunywa pombe, physical inactive, kuna kukula hizo saturated fats, na pia hizo hereditary familial history. Those are among the risk factors. Age. And preventive measures? Avoiding smoking, kuachana na sigara, avoid sedentary life. Sedentary life ni ile lifestyle ya unacheka juu lakini na unakula hizo chakula jiko changi. Mafuta mingi. You avoid junk food. You exercise to reduce insulin requirements, na una maintain health weight. Kidogo tunapozungumzia maneno na exercise. Kuna there's some people wenye wanasemanga hata nikitembea pia ni exercise. Ile exercise inahitajika ama ile exercise inahitajikanga kwa mwili ni exercise na kahaje? Kwa sababu kuna wakati tunasema kwamba nimetembea miguu basi nimefanya exercise. Na exercise chingiri la wire konansi eti nimefanya sijui tukamekira tena geshongo piga meja. Yani ni exercise gani ama labda tu mwili itoe jasho basi hiyo ni exercise? Sasa exercise wanasema kwa adult at least 1 hour, minimum of 1 hour kufanya mazoezi. Na mazoezi ina involve vitu nyingi.
kuna kuendesha baiskeli, Okay. kuna kukimbia, kuna kucheza mpira, kuna kufanya ile mazoezi ya indoors. Indoors kama ile ya kufanya sit-ups, kufanya ma-press ups. Ona venye alikuwa amechangamka indoors. Indoors gani ulikuwa unasema? Mimi si hizo tu. Mimi nilikuwa nafanya hizo. Bila shaka. Umefanya hivi indoors. Kurukaruka, kuna ile ya kamba, at least 1 hour. Kutembea bado ni kutembea, unaweza tembea kwa masafa marefu at least 1 hour, bado ni exercise. Okay. 1 hour. 1 hour. 1 hour. Hiyo indoors hata 2 hours ni sawa. Hiyo ni minimum. Okay. Maximum unaweza extend. Daktari, niko na swali. Yes. Wakati tuseme umetumia sukari sana kwa muda mrefu, hauwezi kunywa chai bila sukari. Hii inaweza cause any problem? Sasa kwa hapo hiyo swali kuna kuanga na myths and misconception about diabetes. Myths ni kama sukari ni ya watu matajiri. Sukari si ya watu matajiri. It caters all people, all races. Sukari iko na tiba. Sukari haina tiba. Ni kutumia dawa na lifestyle. Sukari inasababisha na kukula sukari nyingi. Sukari nyingi iwezi kusababisha upate sukari. Lakini ni run of the risk factors. Okay. Lakini ukikula sukari nyingi iwezi kufanya ukue na hiyo shida ya sukari. Shida ya sukari inatokana na hiyo insulin kutoabsorbiwa kwa mwili. Ingine ni sukari, unapaswa kukula chakula yako tofauti kuliko watu wengine. Hapana. Sukari, ukiwa na ugonjwa ya sukari, chakula ni ile lakini kwa portion unapata tofauti. Kwa hiyo kiportion yenye watu wengine wanakula. Ukisema portion unamaanisha? Portion inamaanisha ukiwa na protein, weke protein hapa. Na vegetables ikue nyingi, na carbohydrates ikue kidogo sana. Greens zikuwe mingi. Greens ikue mingi na fruits. At least 5 fruits / vegetables. Ikue nyingi kwa hiyo sahani. Proteins ikue kidogo na carbohydrates ikue kidogo. Lakini ni ile chakula yenyewe au pia watu wengine wanakula. Hakuna tofauti ya chakula. Kuna relationship ya soda na diabetes? Soda mingi. Hizo vitu za sukari. Unajua ukiwa na shida ya sukari, unaambiwa ujaribu ku avoid soda kwa sababu ya the glucose yenye iko ndani na carbon. Unaambiwa ujaribu kusuia kwa sababu inaongeza glucose kwa damu. Sawa daktari. Labda kuna vitu zingine kabla tujamaliza na ili kuzungumzo. Kuna vitu zingine ungependa tujue kuhusiana na ili gonjwa la diabetes? Gonjwa la diabetes unaweza suia na kutumia dawa na uishi kwa miaka mingi sana. Hinyo umepangiwa. Na diabetes haiui ukiwa unatumia dawa. Shida tu ni wakati unapoacha dawa na uko non-compliant, ndio unapata hizo complication. Na complications za diabetes are worse than vile ulikuwa. Na complications inaua. Complication kills. Kama kidney failure. You will end up in dialysis every day. Na hiyo complication inatokana na diabetes. Unge manage diabetes mbeleni, haungekuwa na shida yoyote. Na pia kuna low blood pressure, low blood sugar. Hiyo ni damu, blood sugar ikiwa chini sana. Kuna ugonjwa ya sukari yenye sukari inateremka sana. Ndio una-advisiwa ukuo kipepa peremende ama glucose. In case ukisikia hizo kisunguzungu, sweating, unakula peremende ama unakula glucose. Yes. Tukimalizia daktari, wakati umetuambia blood pressure inaweza lead to diabetes. Yes. What if uko na diabetes, inaweza lead to blood? Yes. Inaweza lead. Inaandamana.
ni kama sisters, lakini hata kama mwingine inatumika ina affect mali ingine, but it all affects the 3 major organs. Yes. Ndio nimesikia ni kama science zinaendanisha. Yes. Nimesikia ni kama treatment ni kama the same exercise nini. Anyway, shukrani daktari kwa kuja na kuzungumza na sisi siku ya leo. Lakini kabla tujamaliza daktari, umezungumzia hospitali yenu. Yes. Hospitali yenu iko wapi? Hospitali yetu iko Gitembeni. Gitembeni. Gitembeni kwa Kobil. Kuna Kobil Gitembeni. Ukiteremka kidogo kwa njia Mate Road. Mate Road. Yes. 300 meters on your right. Utapata hospitali imepakwa color blue. Inaitwa Meru Family Medical Center. Meru Family Medical Center. Tuko na services nyingi sana. Kuna maternity, kuna outpatient, kuna inpatient, kuna theater, kuna pharmacy, kuna lab, na tuko na madaktari ya kutosha. Na services tuko na inpatient, tuko na NHIF. NHIF tuko nayo na both inpatient and outpatient. Na pia kwa theater NHIF inatumika. Na pia tunatibu wanafunzi kwa kadi ya EduAfya. EduAfya inaweza kusimamia wanafunzi wote wa sekondari. Na wanafunzi hawapaswi kulipa hata ndururu kwa afya yao. Na wanaweza kuja hospitali wapewe tiba na wakuwe sawa. Labda ni tiba gani mnatoa, ni magonjwa gani mnapea kipaumbele, ama services zenyu ziko aje? Services zetu tunafanya both medical na surgical, na pia maternity service, pia na pediatrics ya watoto. Magonjwa tunatibu pneumonia, tunatibu arthritis, tunatibu hypertension, hizo zote with follow up. Na tunafanya pia follow up na tuko na madaktari, tuko na pia surgeons wenye wanafanyanga upasuaji na pia kwa clinics zetu. Wakati tuseme nimekuja kutreatiwa maybe any other disease, yes. Nikitaka kupimwa pressure, do you offer those services? Yes, we offer for free. Labda tukuulize tu swali daktari. Yes. Nini haswa ingependa uambie mtazamaji anayetutazama sasa hivi akuje apate matibabu kwa hospitali yenu? Hospitali yetu tuko na services zote za mwili, na tunahudumu kwa kusaidia jamii, na tunapeana services zote, na we are accredited with NHIF. Si lazima utumie hela, NHIF iko, na wakichagua kuna ile inaitwa national scheme. Wakichagua hospitali yetu wanaweza kupata services kwa hospitali. Na pia kuna civil servant. Civil servant hawapaswi kuchagua hospitali. Wanakuja hospitali, wanakuja reception, wanatibiwa. Alafu kwa wale wenye wanatumia hela, consultation yetu ni cost effective to everyone. It is only 200 shillings consultation. Yes. Shukran sana. Jack Kenja kumacharia wega sana oduga le mutambori nodite na mbere kora ideria emwe ko emoro ari wetu na ndagitari ko no yange kuga ne karo kuma kimenwa karo kuma kimenwa wega sana ko na ntu no baba tulingia thimu, lakini tutithi na mbere kwigwa tukithuke thimu. Labda no twandikire gatext no kumenanze thina kana wetia tuiwega baraba ingi barothagiria mubango twigwa turukire ibarawe bakora bangi batiitigeni na kuandika tu SMS, but all the same we believe tukutetheria muntu rukirirwa emunde. Daktari, no tueleze kidogo tu kuhusiana na hii hospitali yenu, kwa sababu labda wenye watutazama wangependa kujua zaidi kuhusu hili hospitali yenu. Yes. Hospitali yetu tuko na Facebook page ya Meru Family Medical Center. Ndakupa namba ya simu ya hospitali yetu
na hospitali yetu tunafanya 24 hours. Wakati yote any emergencies we are there. Yes, na madaktari wetu wanatosha, hata usiku tuko. Unaweza wapea namba ya hospitali? Labda pia kama mko kwa social media like Facebook, mtu amesema hiyo. Labda kama kuna mnaweka offers zenyu hapo? Yes. Okay, sawa. Labda namba ya simu? Namba ya simu ya hospitali. Namba ya simu ya hospitali watapiga 07 23 481 963. Na unaweza rudia tena? Sawa. 07 23 481 963. 07 23 48 1 963. Good. Aya, shukran. Nasa kwa hivyo inakuwa kwa daktari na labda kushukuru daktari kwa kuchukua nafasi kukuja kwa studio zetu ndo tuweze kuongea na Wameru na watazamaji wetu popote pale walipo, wameweza kuelewa baadhi ya hizi maugonjwa kwa sababu zimetesa watu huko nje. Najua wengi wameelimishwa asubuhi ya leo na tunashukuru sana. Kwa hiyo wakati mwingine tutakuita na tutaendelea kusaidia wananchi. Asante. Shukrani. Bwega, thank you. Daktari, pia langu ni kukushukuru tu kwa kuja kutenga muda wako ndipo tuongee na Wameru, na I'm sure wameelimishwa, wameelewa, na pia tuna imani ya kwamba wengi watajitokeza, watakuja pale kwenyu na mtaweza kuwahudumia ipasavyo. I'm sure haya magonjwa yote mnaweza fanya check up. Yes, tunaweza fanya. Mnaangalia na mnawatibu kabisa. Thank you. I hope wo mureithire wa Meru TV ndina umate ukainambere ko gikinyagia cibitari nino kengo kainambere ko kiraithagirwa na ukionagirwa kethwa wina mirimo teno no tukagita konde tuga kaba kinya kurigiria nkorokia kuoria kabo thiara wonero murimo na utetherie kurigiria kengo utoro bwaku bukainambere kwigwa bukenderea gatugaga utoro no mutiranyani wa muntu kana ikigune butuga nawe tu uturo mutiranyani wa muntu, yani ndira wa wina muturire omwega wesawo tiena mirimo like you are good. By the way, wina mwega ni utonga. Yes. Wina muturire Ugima Bwa Mwiri, you are good wisa sawa. Kwogu kinyara cibitari uruthero uchunkuni wona nakewe wina murimo uyu kengo kainambere kwigwa ugitungatagirwo na womate ukainambere kwigwa ganagirwa. Ndeona Felista Kageni teto kumana kubata pia uligolindeni sana kiribu inde bibo inambere kwa bwitu arageria bwinde bibo inambere kwa bwitu magate SMS chienu tukubuchokere nkalo sana nonto kwa inambere kwigwa abore kiri mu bango. Unaweza rudia Facebook page? Yes. Umeishika? Sijaishika. Facebook page ni Meru Family Medical Center. Meru Family Medical Center. Kwogu ukenda kureitha services chiago ukathiagura ithekere Meru Family Medical Center. Meru Family Medical Center kile Facebook waiwachwa ukainambere kwigwa ukibona. Shukrani sana daktari. Asante. Wakati mwingine labda wiki ijayo ama ukipata nafasi tutaongea, tutatafutana ndipo tuweze kuongea mengi zaidi kuhusiana na magonjwa haya yanayotusumbua, haswa haya magonjwa ya lifestyle. Tutakuwa tunayazungumzia na ndipo angalau watazamaji wetu wajue zaidi kuhusiana na haya magonjwa. Ibwega niyo bambitaga ni Faminas wa Kimathi turiuka ina ndagitari Felix na tukuinambia kwa tukitho mama maingi ithukia tagaria de kumira uthimwe na ikengo ukamenya kewa wina murimo uyu.
Tina Bwega. Nitakuwa Nancy Dogo, na labda daktari anaweza tufungia kwa mnasema ngaje bai na your accent? Kongoi missing. Kongoi missing ni asanti. Ni asanti. Kuambia bye. Kuambia bye. Tutaonana tena. Tutaonana tena na kikale. Ketuyen petutage. Waambie. Kongoi ketuyen petutage. Kongoi yuperbejo. Asante sana tukarudi. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku. Mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango wa tubaitithanie owatanite nani Faminas Wakimathi ake aga kwa Meru TV. Turntable Killer. Anuijirwe mbone njira imwe ya gukatha na kwaraniria na Mwathani Murungu. Zaburi 98 kamustari 5 iriuga atiri, inagireni Mwathani ndwimbo ciako mukumia na wandindi na bumuinire na inandabia ndigi nyingi. Sitire sine morimo thumuthũku nĩũkũrũkĩte kansa na korona nĩũragĩte tũmĩgũrũ bakang'anana igakai wa baba koretwo hamwe naniĩ gũkũ kwaramba ningĩ inũka moko matheri wega waku mũingĩ na tha ciaku nyingĩ. This is DJ Twishly, the Turntable Killer. Watanira na DJ Twishly ntuko chionde chia Jumatatu mwanka Juma kwambiria thaa 5 cia rukiri mwanka thaa 7 cia muthenya aja kwa Meru TV agigotarira turwimbo twa gukatha na kuthathaia Mwathani Murungu ndeni ya mubango jwa The Wave Show. Jesu imoringyo byama kankobwera mbonete kama kyawe ntuko ya narua Unamuinda nani? Unamtafuta nani? Jo tudhari maniru amwe. Meru TV chionere mwanya. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV turiajania ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turiaja ni untu bwaku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijekene na gukorokia ana na nkoroki godbia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Mwiri, I scored 400